Tumekuwa na imperial system, pesa imeachwa kule kwa national government. Sasa counties zitapata pesa. Kisumu hapa inapata ngapi? Less than 10 billion. Itakuwa inapata over 20 billion shillings. Imagine all that money will do to the people here. Wacha watu wanakaa Nairobi, wanaenda lunch na tumbo zao kubwa, wanarudi kwa ofisi. They are deciding what to do for people in Kisumu, for people in Machakos, for people in Kakamega, for people in Kirinyaga. Sasa the decision with more money is being made at the county level. Tutaweza kuandika madaktari zaidi, jenga barabara zaidi, kuweka bus park zaidi, kuelimisha watoto zaidi. Pesa inakuja, 35% inakuja hapa. Ile system tuko nayo sasa, tuko na imperial president, anaamua kila kitu peke yake. Sasa tunampa nguvu prime minister, wanawasiliana kama vile ilivyokuwa wakati wa nusu mkate. Haiwezi pitisha peke yake. So now with BBI tunaondoa imperial president, tunaweka democratic president ambaye atakuwa accountable to the people of Kenya. Wengine wana propaganda kusema ya kwamba inaongeza ati pesa ambazo mautumizi yatakuwa mengi sana. Uongo. Ukiangalia president na deputy president weko kwa hii katiba tayari. Ukiangalia cabinet ya watu 20 haijabadilika, ni hivyo hivyo. Prime minister na deputy prime minister wawili watakuwa among the number of the already existing cabinet. Kwa hivyo hakuna haitaongezeka. Alafu pia inasema ya kwamba mshahara wao utakuwa ni ule ule wa waziri wa kawaida. Kwa hivyo ni tu watu wamepewa higher responsibility ya kuweza kumchunga president. BBI ni jambo ama ni mswada ambao utapindua hali yetu ya maisha katika nchi yetu ya Kenya. Nawashukuru mamilioni wa Kenya ambao wamejitokeza wakajiandikisha na kuweka sahihi zao. Kuna watu ambao wanaogopa hii BBI. Kwa sababu BBI inasema ya kwamba kama wewe ni mfisadi utaenda ndani. Kama unacheza na michezo ya kuchezea pesa ya umma utaenda ndani. Hawataki. Wengine wanaogopa sana hii BBI ikipita, ile kasumba ya kuwadanganya watu itaisha. Lazima uwafanyie watu kazi. Na wengine wanajaribu sana kuipinga na njia mbili. Wanaogopa ya kwamba ikipita itakuwa nzuri, kwa hivyo wanaanza mikakati ya delaying tactics. Kusema ngoja kidogo tuongee zaidi, ngoja kidogo tuangalie zaidi, ngoja kidogo tufanye hivi. Kuangalia ni sawa, lakini tujue kwamba tumekuwa miaka miwili ya kwa BBI imezungusha nchi yetu ya Kenya. Tumekuwa na mikutano mingi ambayo imeendelea. Watu wanajua ya kwamba kutoka mwanzo wa signature signing mpaka wakati ule BBI itaweza kupelekwa referendum, it is set in stone kwa katiba. Kwa hivyo wanataka hiyo delaying tactic ndio ikuwe red carded, ikuwe ya kati mwingine haijapitishwa vizuri. Wengine wanataka kuingia ndani ndio waharibu wakiwa ndani. Lakini wajua kwamba tunajua, na wajua kwamba sisi tunajua, wajue tunajua, wanajua tunajua, wanajua vile wanafanya. Wale wanaenda kotini kusimamisha BBI, it is not people driven. Ngoja wataona. Wananchi wanataka pesa mashinani kwa sababu wanataka pesa kwa mfuko. Wengine pia wameanza karata. Wanasema ati wataenda kotini. Ati wataenda walete masuala kotini ya kusema sijui nini, kwa hivyo hii si ya mwananchi, sijui nini. Ni uoga. Watu wanaogopa wanaenda kotini. Ni hiyo delaying tactic. Kama unaogopa nini? Kama unaona hii BBI it is not people driven, ngoje tuione kwa referendum wananchi wakatae.